Lakini naomba nisikilize kitu hicho, alafu nataka nimuongee Samia kidogo hapa. Samia leo kwenye mkutano mkuu wa CCM, ndugu zangu, Gwajima amesikia tunaongea habari ya utekaji sana. Watu wanatekwa kila siku, na nilikuwa namwambia hapo Moboni yai juzi, mimi nikiwa Shinyanga, rafiki zangu wawili tena wa CCM walinipigia simu wakaniambia, Mheshimiwa Lema uko wapi? Nikamwambia niko hotelini. Wakaomba tule nao nyama, nikaenda mahali walikokuwa, tukachoma nyama, tulikuwa tunakula. Wakawa wananionya, wananiambia, Mheshimiwa Lema, tunaona bana mambo ya utekwaji, kuwindwa, mnawindwa sana, hebu punguzeni kasi bana, usije kaumia kama leo. Ni rafiki yao, wananishauri vizuri, lakini sio vizuri, wananishauri uoga. Sasa sikiliza, mimi nikawaambia, mmoja wao ni wa CCM, rafiki zangu wa CCM, nikawaambia hamwezi kuwa mbele kama mimi, lakini ni muhimu sana kila mtu akajali mambo yanayotokea. Jana asubuhi mmoja wa wale niliokuwa nao nikaona simu inaingia saa 11 alfajiri. Baadaye nikampigia, salama Mangi. Salama nini? Akaniambia, naomba msaada wako. Juzi nimetoka Shinyanga nikaenda Dar es Salaam, nikawa nimekaa na wadogo zangu, tunakula. Baadaye wakaondoka na mimi nikarudi hotelini kulala. Leo ni siku ya 5 sipati wadogo zangu. Nimeenda mochwari kote sijawaona, nimekwenda polisi sijawaona. Mheshimiwa, naomba unisaidie. Nikakumbuka tulivyokuwa Shinyanga, nilisema hivi na nikasema, Mungu wangu, kama nilikuwa naacha laana mimi. Nikasema kila mtu anakaa kimya juu ya mateso yanayoendelea. Ukasikia mtu ametekwa, amezulumiwa, ukakaa kimya, hiyo dhambi utakuja kulipa siku moja, siku mahali fulani, kama sio wewe mtoto wako. Sasa huyu ni mtu ambaye wadogo zake hawaoni. Nikamwambia nenda polisi, anaenda na hospitali polisi. Ananiambia nimefika polisi, kaimu anasema niambia nenda kule Tabata. Akasema tukio limetokea kwenye mamlaka Kinondoni. Akaniambia, Mheshimiwa, nafanya nini? Sasa wakati ananiuliza hivyo, nikawa nafikiria. Sasa leo nimemsikia Rais Samia. Rais Samia anaongea, Gwajima ameita vyombo vya habari. Gwajima anaongelea watu ambao wametekwa na kuuawa, akataja idadi ya watu wengi, takriban 80. Gwajima anasema, we Rais Samia, angekuwa ni Abduli mtoto wako ametekwa ama ametobolewa macho, wewe kama rais ungechukua hatua gani? Akasema, wewe ndio amiri jeshi mkuu, vyombo vya ulinzi na usalama vinapaswa kujua hawa watu wanaotekwa ni wakina nani, na kama sio vyombo vya ulinzi na usalama vinafanya mambo hayo, IGP atakiwa ogope, mkuu wa majeshi atakiwa ogope, maana yake tumevamiwa, kuna watu wanaua watu ndani ya nchi. Sijui umeelewa? Anasema haya mambo sio sawa sawa. Sasa sijui kama sauti nasikika, nimeumia sana. Sasa chama kinakuwa Gwajima rais. Kwa hiyo kwa wote vile Gwajima rais chama chetu, Gwajima tuyaache nje. Sikiliza. Huyu nisikilize. Mashehe mko hapa, maaskofu mko hapa. Huyu ni rais wa nchi. Sikiliza, inaogopesha, inatisha. Sijui kama mnaelewa Moshi hamnielewi. Mkinielewa mtaogopa. Huyu ndio rais wa nchi.
ndio mlinzi amani namba 1 nchini, ndio mlinzi wa sheria na katiba namba 1 nchini. Gwajima anamwambia Mheshimiwa Rais, kuna watoto wametekwa, Mdude amechukuliwa chumbani kwake mbele ya mke wake, Mdude ameondoka naye. Soka alikuwa hajafika miaka 30, hatujui kwa wapi. Meli alichukuliwa kwenye basi, tukaenda kuokota maiti. Rais anasema hawa watu wote ndani ya CCM wanaojali mambo haya ni Magwajima, na Magwajima yote yasirudi katika vikao vya uteuzi na CCM vinaanza kupitisha wabunge madiwani. Magwajima yote yateswe. Yani manaki kutetea haki unastahili adhabu. Huyu ni rais wa nchi anaongea. Mheshimiwa Rais, kama Mungu aishivyo, polisi wako na usalama wa taifa unaweza ukawapa maelekezo juu ya maisha yetu sasa hivi, na nisifike nyumbani Arusha wakawa wamenifanya chochote wanataka. Kwa kauli hii, Mheshimiwa Rais, utajutia wewe na watoto wako maisha yako yote kwa kauli hii. Na kwa sababu hakuna anayejua kesho, Mheshimiwa Rais, Mungu haziakiwi. Apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kama mtoto wako ana thamani kwenye macho yako, mtoto wangu ana thamani kwenye macho yangu. Dunia hii hakuna maendeleo yoyote yenye thamani kuzidi binadamu. Ukinipa kilomita milioni 1 za lami, ama ukaniambia maisha ya kichaa yaendelee kuwa salama, nitakwambia maisha ya kichaa yawe salama. Rais anasema hawa wanaotetea haki za watu katika mfumo wa CCM waondolewe. Na Tarimba, mbunge wa Kinondoni, ni Kinondoni Tarimba. Tarimba anasema huyu Gwajima ni mpuzi. Anawezaje akasema mtoto wa rais, kwa mfano ingekuwa yeye ametekwa ama ametolewa macho, rais angejisikiaje? Huyu Gwajima anajua uchungu wa mtoto. Mpumbavu Tarimba, mpumbavu. Ndugu zangu, yani Tarimba anasema mtu aliyezaa peke yake dunia hii na mtu mwenye uchungu na mtoto peke yake nchi hii ni rais tu. Wengine wote nyinyi mmezaa kenge, na ndio maana bungeni mmeitwa kenge. Sasa sikizani nyema kenge, niwaambie. Nyema kenge nisikizani, nyema kenge hapo mbele. Nyema kenge mtakuwa nisikizani nyinyi. Kwa nini tunaitwa makenge? Kwa sababu hata mambo yanayohusu maisha yetu, yanahusu vifo vya wenzetu, hatujawa serious kwa sababu sisi ni binafsi. Nchi hii inatafunwa na dhulma, inatafunwa na ubaya kwa sababu nyie wananchi, nyie mmechagua kuwa binafsi. Mnaogopa kuchukua hatua madhubuti, na ndio sababu utasikia hata msajili anatishia kufuta Chadema. Msajili anaondoa viongozi wa Chadema, sio kwa sababu sisi tuna makosa, ila ni kwa sababu nyie mnafikiri sisi tunacheza kidalipo. Huyu ni rais wa nchi. Huyu ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Gwajima ameongea hoja za msingi. Anasema katika kipindi cha miaka 3-4 wakurugenzi wa usalama wa taifa zaidi ya 3 wameondolewa. Anasema watu wanatekwa, polisi haichukui hatua. Anauliza, hao watu wanaoteka watu na polisi hawachukui hatua, hao watu chini yake, juu yake wako nani? Nimeona Zanzibar shehe mmoja ameokotwa huko Pemba, sio? Nimeona ni mjukuu wa nani? Mjukuu wa mufti ameokotwa Zanzibar huko. Sasa nyie mlioko hapa, nimalizie, nyie mlioko hapa hasa Waislamu, kuna kampeni chafu inapita kwenu kwa msikitini, na alianza hali yapi kule Singida. Mnaambiwa Islam ndugu yake Islam. Sikiliza, haki ndugu yake haki, haki ndugu yake haki. Kuna mashehe wamenyongwa. Shehe Ponda ameandika, au mashehe walionyongwa sio Wakatoliki. Sisi Waislamu na Wakristo nchini, siku mkiacha kugawanywa kwa udini, na hiyo kazi inafanyika sana sasa. Hebu niambie, Katoliki wanatoa tamko la kutaka tume huru,
unashangaa kuna mashehe wanainuka kupinga kwa sababu hawa Katoliki washenzi. Nimeona shehe mmoja Dar es Salaam kule anasema atakemnyoshea Mama Samia kidole anaitwa shehe. Alisemaga Ali Magufuli ni Yesu. Nani anaitwa shehe? Anasema atakemnyoshea Rais Samia kidole aparalyze. Sikiliza. Huyu shehe mtanikumbusha mwisho. Haifiki Disemba huyu. Haifiki Disemba ataparalyze huyu. Haifiki Disemba. Haifiki Disemba. Rais Samia, ndugu zangu, Rais Samia ni rais wa nchi. Sio mama yetu. Sio shangazi yako. Sio bibi yako. Nchi kiereja mama sio mama yako. Rais Samia akikosea ataambiwa kama rais wa nchi. Wananchi wamemwajiri ili afanye kazi kwa mujibu wa sheria na katiba. Hatuna kizuizi chochote cha kumwambia rais akikosea, tutamwambia.